Ni mwaka 1759 katika kisiwa cha Mauritius, na hapa tuna mwili wa mtumwa ukiwa unadondokea baharini. Mwanamke huyu akiwa anaanguka anaomba kwa Mungu mume wake anaitwa Masamba asikate tamaa na pambane kwa watumwa wengine. Kesho yake Masamba na watumwa wenzake wanaonekana wanaendelea kufanya kazi katika shamba la masta wao. Jina la huyo masta wao anaitwa Eugene, na hapa zimebaki wiki mbili tu msimu wa mavuno ufike. Eugene yeye anamwamini sana Masamba, na hapa amempatia kazi awasimamie wenzake. Pia Eugene amempatia Masamba jina la kizungu, hivyo wenzake na Masamba wanamwona Masamba ni msaliti tu. Siku hii usiku Masamba anaonekana anafundisha mtoto wake kusoma na kuandika. Jina la mtoto wa Masamba anaitwa Mati, ila Mati anamwambia Masamba rafiki yake anaitwa Ruba amemwonyesha njia ambayo wanaweza kuitumia kutoroka na kwenda katika kijiji ambacho watumwa wote ambao wametoroka hapa wanaishi huko, na hicho kijiji kinaitwa Fubomi. Mati anamtaka baba yake na wao waende huko, ila Masamba anasema hizo taarifa sio za kweli na kuna kijiji kama hicho. Muda huu wamba wanazungumza, wanamwona mtumwa ambaye alitaka kutoroka amekamatwa, hivyo wajomba wakatulia tuli. Kesho yake Eugene na walinzi wake wanaonekana walikamata watumwa wawili ambao walikuwa wanataka kutoroka. Mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume. Mwanamke hii ndio mara yake ya kwanza, hivyo anawekewa alama mgongoni ili akirudia tena wamkate masikio. Huyu wa kiume yeye ana alama, hivyo hii ni mara yake ya pili. Wamba wakamkata masikio. Pia hapa Eugene akamwambia Masamba awakumbushe wenzake kwendapo mtu akitoroka kwa mara ya tatu basi watamkata moto. Masamba akafanya hivyo. Masamba yeye anakubalika sana na Eugene, kwani yeye ana uwezo wa kuongea pamoja na kuandika, hivyo Eugene anamtumia Masamba kama kiungo cha mawasiliano kati yake na watumwa. Na baada ya usiku Masamba anamkuta Mati akiwa amepaniki kinoma baada ya kuchezeshwa kichapo na mmoja wa walinzi. Masamba akamkumbatia Mati kisha akamwombea mpaka akatulia, na Mati baada ya kutulia akamwambia baba yake inawabidi wamalize masta wao wote kisha wao wakimbie na kwenda katika kijiji cha Fubomi, na endapo akifanya hivyo basi watumwa wote watamchukulia Masamba kama kiongozi wao. Masamba akakataa kabisa. Mjomba yeye anaamini endapo mtoto wake akifanya kila kitu ambacho masta wao anakitaka basi atachukuliwa na kwenda kufanya kazi sehemu nyingine tofauti na mashambani, kwani atakuwa anajua kusoma pamoja na kuandika na pia lugha atakuwa anajua. Hivyo mjomba anataka mtoto wake apate maisha mazuri. Siku hiyo usiku Masamba akaitwa na Eugene, na leo mwamba ametembelewa na viongozi muhimu sana, na viongozi wanagundua Masamba anaweza kuzungumza lugha zote, hivyo wanamtaka Masamba awasaidie kuelewa vizuri watumwa. Na hapo akamuuliza Masamba kama watumwa inabidi waachiwe huru. Masamba kwa uoga akasema watumwa wapo ili watumikie masta wao. Mjomba anasema watumwa inabidi waendelee kuwepo. Na hapo kwenye kuzungumza Masamba na gavana wakagombana. Eugene chap kwa haraka akamwambia Masamba ondoke, na Masamba akaondoka. Mtoto Eugene ambaye anaitwa Honore anasema yeye ndiye alimfundisha Masamba kusoma na kuandika, hivyo anasema alipona Masamba anaweza kusoma na kuandika hiki kitu kikamwaminisha kwa watu weusi na wao ni binadamu pia na wao wana nafsi. Hapa gavana akamzungumza binti moja hivi ambaye anaitwa Madam Victoria. Huyu Madam Victoria yeye ana mtazamo tofauti na huo ambao Honore anaosema. Mabishano yakatokea kati ya Honore pamoja na gavana. Gavana akamaindi sana Eugene kisha akaondoka, na baada ya gavana kuondoka Eugene akamzingua kwanza mtoto wake alafu akamwita Masamba, na hapa akamwambia kwa kwanza sasa atafanya kazi kama watumwa wenzake na pia hataruhusiwa kuishi tena na mtoto wake, kwani yeye atamchukua Mati alafu atishi naye, na kama Masamba kalitafuja yoyote basi atammaliza Mati, hivyo atulie na ati kitu ambacho ameambiwa. Mati yeye baada ya kusikia hii taarifa bidada akataka kujimaliza, ila Masamba akamuwai na akamwambia inabidi arudi nyumbani. Mati akaondoka, ila hata kupita muda mrefu Masamba akasikia mbwa anabweka. Mjomba akakimbilia huko na huku akawakuta walinzi, na mwamba akaambiwa Mati ametoroka. Masamba kataka kwenda kumtafuta mtoto wake, ila walinzi wakamzuia. Kesho yake asubuhi walinzi wanakuja kwa Eugene na wanamwambia wamemtafuta sana Mati ila wamemkosa. Eugene akamwambia ile swala wampatie Madam Victoria. Pia Eugene akampatia hii kazi mtoto wake. Honore akakubali, ila akasema endapo akimleta Mati hapa basi asimfanye kitu chochote. Eugene akakubali. Baadaye Masamba anaonekana anachezeshwa dozi. Mjomba anaambiwa aeleze mtoto wake ameenda wapi, ila Masamba mwenyewe haelewi. Muda huu Madam Victoria na watoto wake wanakuja hapa. Mama huyu ana watoto wawili ambao ni Joseph na Baptism. Madam Victoria akakataa hela Eugene, yeye anachokisema apate taarifa za Mati ili yeye na watoto wake wakamtafute. Eugene akakubali. Madam Victoria akamfuata Masamba na akamuuliza mtoto wake ameenda wapi. Masamba anachokisema yeye mwenyewe haelewi. Victoria akamchukua Ruba ambaye alikuwa rafiki yake na Mati, kisha wakachimba shimo kwa maana Ruba ana ujauzito, alafu wakafutia kitumbo na kumchezesha kichapo Ruba ili Masamba azungumze, ila Masamba anasema yeye haelewi, na hapo wanamtesa tu Ruba. Madam Victoria na watoto wake wakaanza mission ya kumtafuta Mati. Wajomba wakaingia msituni na huku wakagundua kuna mtu ambaye amemsaidia Mati kutoroka. Wamba wakaendelea kutafuta na huku wakaona mlima fulani hivi, hivyo wajomba wanazoom. Masamba yeye baada ya mkongoto anaonekana amefungwa na pia hapa amevalishwa maski. Masamba anamwomba Ruba amsaidie, ila Ruba anampuzia, na baada ya kina Ruba kumaliza
Alipomaliza kazi, Ruba akamtupia mbwa chakula, iki chakula kina dawa, hivyo mbwa alivyokila akalala. Na giza lilivyoingia, Ruba akamfungulia Masamba na Masamba akatoroka. Mjomba akakimbilia porini, na asubuhi ilipofika, mjomba anaonekana yuko porini. Mwamba akatembea mpaka akafika mtoni, na hapa akaondoka kunywa maji. Mjomba anashindwa kutokana na maski ambayo amevalishwa, hivyo hapa anapambana na kufanikiwa kuifungua. Kisha baada hapa safari ya kumtafuta Mati ikaendelea. Baada ya usiku ilivyoingia, Victoria anaonekana anaongea na mtoto wake na anawaambia wasali kabla ya kula. Honore na yeye yuko hapa, na mjomba anafahamu kabisa historia ambayo inamhusu Victoria. Kwa bidada alinyanyaswa sana kipindi alivyokuwa mdogo, na hata alifusiwa kuolewa na mtu ambaye hampendi. Hivyo hapa anamwambia Victoria yeye ndiye anafahamu machungu ya kuteswa, hivyo yeye ilimbidi awe mstari wa kwanza kuwasaidia watumwa. Victoria anasema imani yao imethibitisha kuwa watu weusi hawana nafsi. Honore akatulia kwani kutaka kubishana, na asubuhi inapofika, Masamba anaonekana anaendelea na safari ya kumtafuta mtoto wake, na hapa Victoria anamuona, hivyo anamuungia. Masamba akakimbilia porini, na huku akakutana na Mwamba akiwa na mke wake pamoja na mtoto, hivyo wote kwa pamoja wakaungana na kuanza kusaidiana kukimbia. Muda huu wakina Victoria wanatafuta, na hapa mtoto akalia, hivyo wakagundulika walipo. Mwamba wakaanza kukimbia. Huyu Mwamba mwingine akambatia Masamba panga ili na wao wapigane, na vita ikaanza. Masamba akambananisha baptism, ila Honore akatokea na kumwambia Masamba atulie, ila kabla hata hajatulia, yule mjomba mwingine akamwaya Honore na akamzima. Kisha baada hapa akamwambia Masamba na yeye ammalize baptism, alafu mjomba akaondoka. Masamba akamtazama baptism yeye anatiteneka kinoma, ila Masamba akamwacha na kuanza kukimbia. Joseph akamungia Masamba, ila Masamba yeye anasaidiwa na mtu mweusi mwingine ambaye na yeye alikuwa huko porini. Wajomba wakaungana na kuanza kukitafuta hicho kijiji cha Faibomi, na asubuhi ilipofika, Victoria anaambia mtoto wake inawabidi waendelee kuwatafuta kina Masamba, ila Baptiz anakataa kwani Masamba alikuwa na uwezo wa kumaliza, ila akamwacha. Baptiz akachukua begi na akasema yeye anarudi. Hapa Joseph akamaindi na kuanza kugombana kaka yake. Victoria yeye akaongea kitu chochote, yeye akaondoka. Hapa Baptiz akamshinda Joseph, hivyo akachukua begi la Honore pamoja na mwili Honore na kuanza safari ya kurudi kwa Eugene. Masamba na ule Mwamba wao wanaendelea na safari, ila mjomba anakamatwa na Joseph. Mwamba anapewa mateso ili aseme Masamba ameenda wapi, ila mjomba akaongea kitu chochote. Victoria akammaliza. Upande mwingine huku Masamba yeye anaungiwa na mbwa, na mjomba anafanikiwa kumaliza mbwa, kisha akaendelea safari yake ya kumtafuta mtoto wake, ila ndo hivyo mjomba ameshaumia na wakina Victoria wapo nyuma yake. Wamba wanamfuatilia, na siku iliyofuatia Masamba anafanikiwa kufika ufukweni, na huku anakuta mili mingi sana pamoja na boti ambayo imeharibika. Hivyo Masamba akagundua jana baharini kulikuwa kuna kimbunga, na ndio kimesababisha hivi. Mjomba anamtafuta mtoto wake ila hapa kumuona. Mwamba akarudi tena msituni, na huku akakutana na Wamba ambao wamesurvive. Masamba akauliza hawa wajomba kama wamemwona Mati. Wamba wakamchukua Masamba na kumpeleka sehemu ambayo wanawake wamejificha, na kumjomba akafanikiwa kumuona Mati, ila Mati anaonekana kama amechanganyikiwa. Masamba akamwambia mtoto wake atamsaidia kufika katika kijiji cha Faibomi. Mati akafurahia sana. Kisha baada hapa Masamba na mtoto wake wakaanza safari ya kukitafuta hiyo kijiji. Wakina Victoria na wao wanafika ufukweni, na huku wanakuta mili mingi. Wamba wakachana nayo na kuanza kufuatilia nyayo za Masamba. Masamba akawaona, hivyo yeye na mtoto wake wakakimbia, na huku Mati akamwambia Masamba yeye ameshachoka kukimbia, hivyo wapambana na kina Victoria. Masamba akakubali, na baada ya usiku ulivyofika, Masamba akafanya matambiko, kisha akaanza kuwawinda kina Victoria, na hapa akafanikiwa kumaliza wote, ila mjomba na yeye aliumia. Asubuhi ilipofika, Mati akamnyanyua baba yake na kuendelea na safari ya kukitafuta kijiji cha Faibomi, na Wamba akiwa anatembea. Kuna watumwa wengine ambao wametoroka wanaona, hivyo wanawasaidia na wote wanaungana kukitafuta hiyo kijiji cha Faibomi. Wajomba wakateseka sana, na final wakafanikiwa kufika katika kijiji cha Faibomi. Masamba akapewa huduma ya kwanza na mjomba akapona kabisa. Baada ya usiku, Wamba wanapiga story. Masamba anaelezea jinsi alivyoletwa hapa. Wamba wanaongea kwa uchungu sana, na asubuhi ilipofika, kimbembe kikaanza upya kwani walinzi wa Master wakawaona, hivyo wakawaungia. Wajomba wakakimbia, ila wanajikuta wapo kwenye korongo ambalo ni refu sana. Hao walinzi wakaambia endapo wakikubali kurudi, basi wataongea na Master wao ili kuondoa utumwa. Wakina Masamba wao wakataka kuelewa kwani walitaka kuwa free, hivyo wote wakaungana na kuimba nyimbo za kabila lao, alafu wakajirusha kwenye korongo ili wajimalize. Hivyo wote wakakata moto kwani wataki utumwa uendelee, na mzigo ukaishia hapa. Hiyo imekuwa ni good time sana kwa nawe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa hivi tegemea kazi back to back ndani ya channel, hivyo nakusii kama hii ndo mara yako ya kwanza unakutana channel, basi ujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu unapozoka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Kid mwanetu, fanya kupita pale na follow, na mimi nitakufollow back mwana kabisa. Na nazungumza hapa mimi naitwa Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.